Okay, hebu tuweze kujaribu kujibu swali ambalo linaulizwa na watu wengi sana kuhusu huyu mtu ametumia mtaji kiasi gani. Unajua sisi tunavyo trade na Royal Q, kitu cha kwanza ambacho unachotakiwa kuelewa ni kwamba tunafuata soko halisi na soko hatuna control nayo. So hiyo ni factor ambayo ipo constantly, you can't control the market. Soko linapanda na kushuka wakati wote kwa sababu ni soko ambalo linaendeshwa na watu na ni watu dunia nzima, sio tu nchi moja, mabara kadhaa, no, ni watu dunia nzima. So you can't control that. Kitu kingine ambacho kina determine faida yako ni mtaji. Mtaji wako unakusaidia wewe kuweza kupambana na soko vizuri, sawa Lakini pia kitu kingine kinacho determine mtaji wako ni wewe unachukua asilimia ngapi sokoni. Unachukua asilimia ngapi za faida sokoni. Lakini pia kitu kingine ambacho kina determine mtaji wako ni jinsi ambavyo ulivyoweka settings zako kwenye Royal Q bot. Royal Q bot ana this amazing feature ambayo inamdistinguish na any trading bot in the world. No maana inaitwa the number one crypto trading bot in the world kwa sababu it's a feature ambayo ipo katika Royal Q peke yake na inaitwa Martingale strategy bot. Sasa hii Martingale strategy bot inamwezesha Royal Q kufanya kitu kinaitwa dollar cost averaging method. Mfano mimi na trade hizi sarafu hapa. Na trade hizi sarafu hapa. Na katika hizi sarafu hapa nimeweza kumwekea Royal Q some settings. Huku ni vitu ambavyo utaelekezwa utakapoanza biashara. Huku kwenye hizi settings ambazo zinaitwa margin configuration. Nimemwambia Royal Q kwamba hii sarafu yangu, nimemwambia mwanzoni nilimpa labda kiasi fulani cha fedha, labda $10. Nikamwambia kwamba hii sarafu yangu ikishuka kwenda kwa 2.5 aniingizie mtaji. Ikishuka tena kwa 3.1 aniingizie mtaji. Ikishuka tena kwa 20 aniingizie mtaji. Sasa unakuta maybe mimi nina mtaji wa $500. Lakini katika hizi $500 labda hii sarafu imeshuka tu hapa kwenye call ya kwanza imeshuka 2.5 ikaniingizia capital. Then ikashuka 3.1 ikaniingizia capital. Then ikapanda. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba nitapata faida ya dola ambazo zimeingia tu sokoni ambazo ni hizi hapa. Sasa haya mahesabu haya ni masomo mengine ambayo honestly kama mgeni it's just a confusion ambayo you don't need. Kwa sababu hizi setting inakuwekea au kiongozi wako anakuwekea unapokuwa umeanza biashara mpaka utakapojifunza huku ukiwa unatengeneza kipato. Inamaanisha kwamba kuna hela ambayo haijaingia hapa. Kwa hiyo $500 zote hazijaingia sokoni kwa sababu haijanunuliwa na hii haijanunuliwa. Kwa hiyo utapata faida katika kiasi ambacho kimeingia sokoni. So unaweza kukuta mtu mwingine labda yeye ameamua kuweka setting hapa labda 100%, hapa ameamua kuweka labda 3% kwa sababu zake mwenyewe. Inamaanisha yeye labda ataingiza mtaji mwingi zaidi sokoni kwa sababu hizi ni 4% na zile za awali zilikuwa ni 5.6. Sio kama mambo tumeelewana. Kwa inamaanisha kama ataingiza mtaji mwingi sokoni labda na hapa akaamua kuweka labda 1% ngapi, akaamua labda kuweka tena 1%. Inamaanisha kwamba ataingiza mtaji mwingi sokoni. So unakuta wote mna $500 lakini kuna mtu ambaye labda sarafu yake imeingiza mtaji mwingi sokoni au kuna mtu ametrade sarafu nyingine tofauti nilio trade mimi. Hiyo sarafu ina volatility nzuri, imeshuka vizuri alafu ikapanda ikamtolea faida sokoni. So yeye ameingiza $300 sokoni, mimi nimeingiza $200 sokoni. Wote tunachukua faida ya asilimia labda hapa ni 1.3. $300 1.3 ni kubwa kuliko 1.3 ya $200. Kwa hiyo tutapata faida tofauti. So it depends pia na mtaji wako ambao umeingia kwenye market. Lakini pia kitu kingine ambacho kinachangia faida zinatofautiana. Ndio maana ni kumwambia mtu, unaweza kukuta mtu ana mtaji labda wa $500 kama mtu mwingine tu, lakini mtu mwingine anatengeneza more profit. Ukija hapa kwenye kipengele cha revenue details, ukija kuangalia hapa kwenye hii coin, let's take an example hapa tarehe ngapi hapa, tarehe 31. Mimi nilitrade mara ngapi? Mara 1, mara 2, mara 3, mara 4, mara 5, mara 6, mara 7, mara 8, mara 9, mara 10. Nilitrade mara 10 na nikaweza kutengeneza faida. Actually ni kiongozi wangu alitrade mara 10 akaweza kutengeneza faida ya $84 tu pamoja. Lakini ukija kuangalia hapa kuna hii
kuna hii nini hapa $57. Let's say hii tarehe 31 ni trade, tu trade mara ngapi? Mara moja, mara mbili, mara tatu, mara nne, mara tano, mara sita, mara saba, mara nane, mara tisa, mara 10, mara 11, mara 12, mara 13, mara 14, mara 15, mara 16, mara 17, mara 18, mara 19, mara 20, mara 21, mara 22, mara 23, 23 times tuweza kutrade na tukaweza kutengeneza faida ya dola ngapi? Dola 57. Unaona? So lakini kuna mtu mwingine siku hiyo hiyo labda yeye aliingiza sarafu yake sokoni na akuifuatilia tena mpaka jioni, so lazima tu atapata less profit. Unaona hizo scenarios? So it is really challenging kuweza kumwambia mtu kwamba mimi nina dola 100, yani huyu mtu yani hizi faida zimetokana na dola 500. It doesn't give you a clear picture ya jinsi ambavyo Royal Q-Bot inavyofanya kazi. Royal Q-Bot inaweza kutengenezea faida hata mara 50 kwa siku, depending na market inavyokwenda, depending na sarafu unayo trade tu pamoja, lakini depending pia na wewe availability yako ya biashara yako. Lakini kama una majukumu mengine, inamaanisha kwamba utakuwa una trade kidogo kidogo, unakuza capital yako kidogo kidogo. Lakini kuna mtu mwingine hii ndio kazi yake, unaona. Kwa hiyo unakuta ana trade mara nyingi kwa siku, hata kama soko linafanya linamruhusu tu pamoja. Lakini kuna mtu mwingine wakati soko linaruhusu, lakini yeye anaingiza sarafu asubuhi, anakuja tena baada kuingiza nyingine jioni. So you can't compare those profits hata kama wana the same capital. I don't know if you get the point, the clear thing I'm talking about. So kuna vitu vingi sana ambavyo vinachangia capital ya mtu. So many things zinachangia capital ya mtu kuweza kupata capital ya kiasi gani. Unaweza kuingia sokoni as many times as possible kama sarafu yako imetoka mapema, lakini pia wewe how available you are for your business. Unaona vitu kama hivyo. Kwa hiyo sababu Royal Q is a semi automatic bot. Unampatia maelekezo, yeye anauza sarafu kulingana na market. Atauza sangapi depending on the market. So kama wewe ukaona notification yako mapema, basi unaweza ukampa sarafu nyingine, na you can trade 20, 30 times, 10 times, 5 times, 2 times in a day. Lakini kama wewe labda una majukumu mengine, basi inamaanisha kwamba weka mzigo mzuri, ili anapokutolea faida, anakutolea faida nzuri, na unakuja tena labda unaweka tena baadaye utakaposhika simu yako na vitu kama hivyo. So ile swali la mtaji ni kiasi gani kwenye matokeo ya mtu mwingine hayakusaidii kukupa picha kubwa. Unachotakiwa kuelewa kiongozi, kama umeelewa biashara, this is a business ambayo you make a lot of money, utatengeneza pesa nzuri sana. Utatengeneza pesa nzuri sana kulingana na capital yako, kulingana na wewe pia settings zako utakavoziweka, na settings zinakuwa zinabadilika kulingana na ujuzi tutakao kupatia. So jipe nafasi ya kujifunza, anza biashara. Ndio maana naambia unaweza ukaanza na capital ndogo tu ya $500 ya Kitanzania. Anza, jifunze. Huu ni mtaji wa kujifunzia. Jifunze biashara inavyoenda. Jifunze kwa sababu kama watu wengine, 99% ya watu ambao wameanza without even information nayo kupatia hapa, leo hii wanaendelea kujifunza huko, wanatengeneza kipato, kama ni kitu ambacho kweli umeona vision yake. I hope that is clear. Karibuni sana.